Sasa sijui ninyi katika kabila lenu ama utamaduni wenu huwa mnafanya nini, lakini ninataka nizungumzie kwenye kabila ama utamaduni wa watu wa Meru wanachokifanya mara baada ya sherehe kubwa, ambayo sherehe hiyo imehusisha kumchinja mnyama mkubwa mwenye hadhi kama ya ng'ombe, au mnyama ambaye pengine ana hadhi kubwa kushinda hiyo ya ng'ombe. Mara baada ya sherehe, siku inayofuata huwa kuna tukio linalofanyika la kwenda kuwasalimu wale watu asubuhi yake. Either unaenda kuwapa pole ama unaenda kuwapongeza kwa lile tukio ambalo lilifanyika siku ya jana iliyopita. Sasa siku ile ya sherehe huwa kuna baadhi ya nyama hutolewa kwa ajili ya kutumika siku ya kesho inayofuata. Ninyi huko kwenu hizo nyama mnazihitaji ama kitendo hicho mnakihitaji? Sasa nakujuza hapa Meru hivi ndivyo nyama hiyo huitwa. Ile nyama ambayo inahifadhiwa kwenye ile siku ya sherehe na inatumika kesho yake, ile nyama inaitwa ulimi, ambao wanakutana wazee kadhaa kwa ajili ya kuja kusherekea ama kupongezana na kupeana pole kwa ajili ya shughuli ama tukio lililopita. Hiyo nyama inaitwa ulimi. Sasa ule ulimi ndio unatumika kwa ajili ya kutengeneza supu, kutengeneza nyama za kuchemsha. Watu wanakula pale kwenye lile eneo la tukio. Sasa nimezungumza sasa na wataalamu wa mila na desturi za Kimeru kwenye tukio moja ambalo na mimi pia nilikuwemo ndani nikishiriki kufahamu kwa kina ni nini maana ya huu ulimi na ni kwa nini ulimi unatengenezwa. Na mimi pia nilikuwa ni mmoja ya waliohusika na kutengeneza ule ulimi. Niliutengeneza ulimi, nilihakikisha kwamba ninashiriki kuanzia hatua ya awali mpaka tamati na baadaye kuweza kushiriki kula huo ulimi wenyewe. Tufuatane pamoja kama utabahatika kula ulimi pamoja na mimi, lakini naamini utakula kwa namna ya kutizama. Majirani huja, ndugu huja kuamsha, kupongeza, unaona. Kwa hiyo kunakuwa na sehemu ambayo inaandaliwa nyama, lakini taito yake ni inaitwa ulimi. Ulimi ni maalum kwa ajili ya majirani na ndugu wanaokuja kuamsha. Kwa hivyo mapema asubuhi huwa chakula hicho ambacho kinatengenezwa katika muundo wa supu kinatengenezwa asubuhi na mapema. Kwa hiyo watu wakija, wale wana majirani wale wanakuja kuamsha na kupongeza, wanapata wanakunywa ile supu. Lakini ulimi sio kwamba ni ulimi labda wa ule mnyama ambaye amechinjwa unatolewa ule ulimi. Ni nyama, kuna baadhi ya nyama. Yaani ulimi unabeba taito ya nyama zote. Yaani ulimi ndio unabeba jina la hizo nyama zote. Na wenyewe lakini ulimi kweli ukiwepo upo, yaani ndio ukikosekana sio ulimi tena. Haifai kuwa ulimi. Haiwezi kuitwa ulimi. Hii ulimi ni wa ng'ombe ama wa mbuzi? Ni wa ng'ombe. Kwenye sherehe kubwa basi tunachinja ng'ombe. Sherehe kwanza lazima uchinje ng'ombe. Okay. Kwa hiyo hizo nyama kuondolewa, ulimi uko ndio kiongozi wa nyama zote hizo. Kwa anamchinja mbuzi hana issue ya ulimi. Mbuzi inachinjwa, ikichinjwa ni inategemea imechinjwa kwa sababu gani, lakini ulimi upo. Ulimi sasa na unaamkiwa kesho yake. Huo ulimi sio wa kuamkiwa. Kwa mbuzi sio wa kuamkiwa. Labda itokee watu wameshiba ukabaki. Lakini wa kuamkia ni wa ng'ombe. Ulimi wa mbuzi ni pale mbuzi au kondoo anapochinjwa. Sasa ulimi uko kwenye kichwa. Sehemu ya kichwa huwa ni wazee wakubwa kama mimi. Kwa hiyo lazima upate hapo ulimi. Kwenye kutengeneza sasa ulimi, kuna vitu ambavyo vinazingatiwa, vinatakiwa kuwepo. Kwanza kichwa na mkonge ni sehemu ya wazee. Ambapo sehemu ya chini ya kichwa na ya juu. Kwa hiyo kwenye kutengeneza inawezekana umechoma au umechemsha. Karibu tuandae ulimi, mtazamaji. Sisi hapa tunauandaa ulimi kwa ajili ya kumalizia shughuli ambayo tulianza jana tarehe 9 na inatamatika leo tarehe 10. Na hii tamatika ni kwamba kuna vitu lazima hapa tuvipige ambavyo vinaitwa ulimi. Unavyoona hii ni nyama ya ndani ya ng'ombe. Huku kwetu inafahamika kama washwashi. Hapa unaona. Nzuri. Imeiva kabisa.
unafaa kula. Isipokuwa kama umeambiwa kwamba aliwekwe chumvi kwa ajili ya mahitaji ya watu. Sisi hapa pia haijawekwa chumvi, inaandaliwa ili ungane na nyama nyingine zile kwa jikoni wakati wa kunywa sasa wenyewe. Kwa hiyo chai hapa ni kwa ajili ya kunipa appetite. Ikikata appetite huku, chai inarudisha appetite, inakuwa appetite ya faji kuendelea kula nyama. Mambo ya ulimi ya. Lakini chai ni mahitaji yako. Chai sio uhitaji wa ulimi. Sio haiambatani na ulimi. Ni noma sana. Ulimi ni kitu kinachotegemea. Jambo moja ambalo limenishangaza sana kwenye hili tukio la ulimi ni kwamba nimejuzwa kwamba kina mama, watoto wadogo, vijana pia wadogo na wengine ambao hata ni wakubwa lakini kuna level pengine hawajafikia na namna ambavyo wanatoa mchango wao kwenye jamii hiyo, eti hawaruhusiwi kushiriki ama kula huu ulimi. Na ulimi unaliwa na wazee, wanaume. Hiyo kina mama hawaifikii kabisa. Hapana. Kina mama wana sehemu yao, sehemu ya kichwa upande wa chini, Kimeru wanaita maboro. Wanapika kina mama wanachemsha, wanatengeneza huko supu yao. Sasa hii hapa ni wazee tu mpaka inaishi. Wanaume wasipofika wanaume wa kutosha kumaliza, hata kama ni mmoja akila akishiba labda atagawia na watu wengine, lakini yeye atakuwa amewakilisha wanaume na hasa wazee wazee hasa. Ulimi lazima uliwe na wazee, si watoto wala na mama wala vijana. Wahenga hao ni kadhani labda pengine nadharia wamejipendelea labda kwa vile nyama ile ni sehemu kidogo sana ya zile nyama za jana, labda ndio sababu wanashiriki wao wenyewe. Mahitaji yake wakati ukiwa umeshauandaa huko jikoni. Tunamaanisha ulimi wa mbuzi au ulimi wa ng'ombe. Ulimi wa ng'ombe. Kwanza nizungumzie ulimi wa ng'ombe ambao ndio nasema kama ni ng'ombe wa sherehe amechinjwa, hiyo ni sherehe ya kimila ya harusi, ya msiba. Ni zile nyama ambazo zinaambatana na ulimi tu, ndio vitu vya msingi. Mahitaji ni kama hivi tunasema ni sufuria, maji, nyama zenyewe na mpishi. Kumaanisha kwenye mahitaji labda vile vitu labda vya kisasa kama nyanya zile za kisasa inatakiwa, au labda kwa ndizi, ni aina gani ya ndizi inatakiwa. Kwa misingi ya mila ni ulimi na nyama zinazoambatana nazo chemshwe basi. Lakini kwa namna ambavyo maisha yanabadilika na watu ni wa kisasa, huwa kuna ambao wanakuwa na mahitaji ya kuweka chumvi kwa sababu haiweki chumvi. Kuna watu wanaongeza ndizi kutokana na aina watu wanavyokuwa wamependa wenyewe. Ni mabadiliko ya kutokana na dunia ya utandawazi, lakini kwa asili kabisa, kwa sababu vitu hivyo navyo sio maeneo yote vilikuwa vinapatikana, havikuweko. Sawa. Sasa bwana, katika heka zangu za kutafuta dodoso zaidi juu ya uandaaji huu wa ulimi, tukapewa kisa kimoja ambacho kilichekesha sana vijana ambao hawakujua namna ambavyo mila na desturi ya tamaduni zinataka kwenye kuandaa ulimi. Sikiliza walichokifanya. Huyu anasimulia kwa Kimeru, lakini baada ya hapo nitakusimulia kidogo kwa Kiswahili. Siku moja tukiwa kwenye sherehe fulani, walikuja na huyo kijana mmoja wa kujua kale anaitwa Msele. Sasa kwenye sherehe hiyo kuandaliwa kwa ajili ya kutengeneza ulimi. Wao kazi katakata kama mboga za kawaida, na baadaye wakati watu wakiwa kwenye sherehe hiyo, wazee wakiwa wanasubiri, wazee aliowataja kwa majina hapo, basi wakaona watu wamekuja na bakuli kwa ajili ya kuwapa chakula hicho. So ikawa sio tena chakula sahihi kama ambavyo ilitakikana kuwa hapo awali. Kinyume chake sasa ni kwamba waombe msamaha waweze kusamehewa, lakini sina hakika kama walisamehewa kwa kosa hilo.
Basi ndio hivyo. Wakaibidi waombe kama walipigwa faidi au ilikuwaje? Hiyo ni hatari sana. Niambie nini mtazamo wako juu ya tukio hili la ulimi kwa jamii hii ya kabila zuri kabisa, kabila la Wameru wanaojivunia sana kushiriki na kuzipenda tamaduni zao kwenye kila tukio lao wanalolifanya. Mimi hapa naitwa Ayo PhD Meru Finest, ninayekujuza mambo mengi ya asili ya kabila hili la Wameru na tamaduni zao. Mimi hapa ni mhalisia.